Wafilisti. Kuanzia fungu la 3, malaika wa Bwana analeta habari kwa yule mwanamke, anamwambia, tazama wewe utasa. Ni neno gumu, pengine usielewe, lakini kwa mwanamke ambaye hazai, kimwambia wewe utasa, pengine huenda akalia machozi kabisa. Malaika wa Bwana hakuishia hapo, akamwambia kwamba utachukua mimba nawe utazaa mtoto wa kiume. Kwa hiyo Mungu huwa haleti tu habari mbaya, analeta ukweli wenye matumaini, analeta habari zenye matumaini ndani yake, kwamba japokuwa huzai, japokuwa wewe ni tasa, lakini utachukua mimba, utazaa tena mtoto wa kiume. Lakini kabla kabla mtoto hajazaliwa, lazima uwe na tahadhari za kuchukua. Cha kwanza, hupasi kunywa kileo, wala hupasi kula kitu chochote kilicho najisi. Kwa nini? Najua kuna ufanano mkubwa kati ya mke wa Manoa na mwanamke kanisa. Kanisa la Israeli waliambiwa hawapasi kunywa kileo wala kula chochote kilicho najisi, kwa sababu walikuwa wamebeba mimba ya Masihi. Ahadi ya kuzaliwa kwa Masihi ilikuwa imeahidiwa kwao, kwamba kutoka katika Israeli atazaliwa Masihi ambaye atawakomboa jamii ya wanadamu wote walioanguka dhambi. Sasa hawakupaswa kunywa kileo wala kula chochote kilicho najisi. Ndivyo ambavyo hata kanisa la leo linavyopaswa. Wamebeba mimba ya kurejea kwa Yesu mara ya pili. Wana wajibu mkubwa wa kwenda kuandaa ulimwengu kwa ajili ya marejeo ya Yesu. Kwa hiyo hawapasi kupitia unajisi kwa namna yoyote ile. Ndicho ambacho malaika wa Bwana anajaribu kumwambia mke wa Manoa, kwamba kwa sababu ulichokibeba ni kitakatifu, umebeba mnadhiri wa Mungu ambaye tangu tumboni mwake amekuwa mnadhiri wa Mungu. Upasi kula chakula najisi, upasi kunywa kileo. Ujihadhari. Sasa na watu leo wanasema kwamba sheria za vyakula viliishia msalabani. Iliishia msalabani, kwamba eti ni Waisraeli ndio hawakupaswa kula nguruwe, Waisraeli ndio hawakupaswa kula vyakula najisi, kwamba Yesu alipokufa msalabani alivitakasa vyote. Wapi imeandikwa? Yesu hakufa msalabani ili kuondoa vijidudu vinavyosababisha magonjwa vilivyo katika wanyama ambao ni najisi. Nijaribu kufuatilia, nimegundua kwamba wanyama na ndege wote ambao Mungu alisema ni najisi wana madhara makubwa sana kiafya. Kwa kumbe Mungu target yake ni kwamba tuwe na afya njema. Hataki tuingize vitu ambavyo vitadhoofisha afya zetu na kutufanya tusiwe na ufanisi katika kazi kubwa ambayo ametupa hapa duniani ya kuandaa ulimwengu kwa ajili ya marejeo yake. Mkristo lazima akue katika nyanja zote 4 za maisha: kimwili, kiakili, kiroho na hata kijamii. Kimwili manake lazima awe na afya njema. Kiakili lazima awe na uwezo mkubwa wa kiakili, akue kiakili, kwa sababu hata hivyo pambano kuu kati ya wema na uovu linahusu maamuzi, kwamba utaamua kuwa upande gani katika hizo pande mbili. Huwezi kuwa na maamuzi thabiti ukiwa na uwezo ulio dhaifu wa kiakili.
lazima uwe na afya njema kiakili, lazima uwe na utimamu wa kiakili ili uweze kufanya maamuzi thabiti. Majaribu mengi yanayowakuta watu huwa yanahusiana na kufanya maamuzi. Kwa hiyo anapokuambia usile kitu fulani, sio kwamba hataki ule hicho labda kwa sababu